Siku unalalamika hali ngumu za kimaisha. Ukipata pesa haitulii mfukoni mwako. Unalalamika tu. Wewe unafikiri bila ya kuitunza hiyo itajaa? Ni nani au umewahi kusikia kwamba mtu tu amepata tu pesa ghafla ana bilioni 1 iko ndani? Hakuna kitu kama hicho. Kikubwa lazima ujue kwamba ni sababu gani inanifanya pesa yangu isitulie, kwa sababu gani nakuwa masikini kila siku, kwa sababu gani mimi nafeli. Lazima unataka utambue sababu inayokusababisha wewe uwe masikini. Sasa hebu jiangalie, wewe kama mtoto wa kiume, kila siku ni kununua malaya, kuchukua malaya, kuleta ghetto, kwenda guest. Hebu jifikirie, guest unayoenda ni shilingi 15,000, 20,000 mpaka 50,000. Mwanamke unatakiwa umpe 30, 40, 50. Hebu niambie unapoteza shilingi ngapi? Alafu wewe kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi? Lazima ukae chini upige totally. Sio tu unasikitika hali ya maisha, sio viongozi wanabana pesa, sio wanafanya hivi. Kumbe ni wewe mwenyewe ndio mpumbavu, ndio mjinga, kwa sababu huna making ya pesa yako. Huna budget na pesa yako. Lazima ujue pesa unaibana na unauhakikisha kwamba hii pesa naitunza, na unakuwa na ratiba maalumu kwamba mpaka muda fulani nahitaji nipate kitu fulani. Na ndio maana unawakuta matajiri wanaendelea, kwa sababu wana system ya maisha yao, na hawakuwa tu tajiri na hawakuwezeshwa utajiri huo na viongozi wala na mtu wa serikali wala na nani. Ni wao wenyewe walipambana. Walijua ni jinsi gani ya kujibudget pesa yao, na ndio maana leo unawaita wewe tajiri. Ndio maana unamkuta hata jamaa yako, jirani yako leo hii amepiga hatua kwa sababu alibudget pesa yake. Lakini wewe kila siku unatoa mwanamke huyu, unaingiza mwanamke huyu, unatoa mwanamke huyu. Kazi yako ni kununua utumbo tu ambao hauna faida yoyote kwako wewe. Huo ni ujinga, huwezi kufanikiwa kama hivyo, na kila siku utaipigia kelele serikali, matokeo yake una chochote utakachokipata zaidi ya kuumia tu kichwa na kujivunja miguu basi. Alafu wenzio wanaendelea kudrive, wanaendelea kujenga, unakuta watu wanajenga kila siku, wewe unalia hali ngumu, wenzio wanajenga. Kwa sababu wamemeki pesa zao, kwa sababu wamezuia hisia zao. Hawana hisia za kipumbavu. Ukijiona ujiwezi, oa weka mke ndani. Lakini unaoa bado una malaya nje. Wewe huwezi kufanikiwa rafiki yangu. Yaani hiyo huwezi kufanikiwa hata siku moja. Ukisikia mtu amefanikiwa, amemeki, lazima ameki. Ukiwa malaya huwezi kufanikiwa, kwa sababu wewe kila siku kazi yako wewe ni kutaka malaya tu. Mijana mke mwenyewe unaichukua ni mimalaya, alafu na wewe unaenda kuichukua, unatembea nayo, mwisho wake inakuletea magundu. Hata kama ulikuwa na kazi unashangaa, ukifika kesho ofisini unafukuzwa kazi. Au kama ni kazi zako za ujenzi, unakuta dili uliyopanga naye bure bosi akupigie, wewe akutafuti, anamtafuta fundi mwingine. Wewe unafikiri utafanikiwa? Angalia vitu unavyovifanya. Utakuja kuwalalamikia watu ambao kumbe sio sababu ya maisha yako kufeli. Kumbe unajifelisha wewe mwenyewe, mpumbavu wewe.